Assalamu alaikum guys, it's your girl Hindu hapa. Welcome yet to another episode of It's Your Girl Hindu and Other Stories. So on to today's episode, we are going to discuss things to do to maintain the spiritual high that we acquired during Ramadan. Tukubalianeni jamanini, either way Ramadhani imetushape into better Muslims and Muslimas. Sasa how do we maintain that high? How do we maintain kupenda kuwa karibu na Allah jamani? Tumeenjoy Ramadhani, imetuingia kwenye viungo, tusiate such high ituondokee tu hivi hivi. So here are 10 things you can try, ujaribu at least the high ibakie. To begin with, waweza anza na kufunga hizi sunna fasting. Sunna fasting waweza ukaanza na hizi za Shawwal, hizi 6 tu Shawwal. Waweza mimi how I make them, waweza ukafunga immediately. Kuna wale huwa wafunga immediately after Eid, kisha kuna wale wengine huwa wazi align ziingiane na zile yaumul baydh, zile siku nyeupe. Either way, wewe funga hizi siku 6 jamanini, faida zake ziko kwenye zitabu zote za hadithi kuwa ni kama umefunga a whole year, ukifunga Ramadhani na ukifunga 6 tu Shawwal. Pia katika hizi kuongeza kufunga, waweza ukashikilia wale watu kuna watu mashallah wameshikilia Jumatatu na Alhamisi. Wazifunga throughout the year mashallah. Tujaribu na sisi tuwe miongoni mwa hao watu. Such fastings za kufanya bado urudi kwenye ile high ya Ramadhan ulonayo. Pia katika waambiwa after Ramadhan mwezi ambao waje tena kufunga ni ile Eid al-Adha. Kuna zile siku 9 za mwanzo watu wengine wa advise wafunge, lakini mimi nitakuadvise sana ile Arafa usikose. Waweza zifunga zote 9, lakini Arafa ndo ufai, yani katika sunna ambao hatufai kukosa kama Waislamu ni ile sunna ya Arafa. Ikiwa unao uwezo wa kufunga ndugu yangu usiate. Pia sunna nyingine after Dhulhijja kuna Ashura. Ashura kuna waambiwa ni Ashura na Taasua. Hizo mbili Mtume sallallahu alaihi wasallam alinuilia mwakani nitazifunga zote mbili, lakini hakusurvive, alikufa. Ni katika zile sunna hakufanya, lakini alitiania atafanya. Sasa kama Waislamu tukizifunga hizo, manake waambiwa tarehe 9 na tarehe 10 ya Muharram, ni sunna nzuri sana. Sunna ziko nyingi, jaribu ufanye mwenyewe research, uangalie which sunna aligns with you na uzifunge hizi. Zitakurudisha to the Ramadhan high ambao tulikuwa tuko nayo. Pia siku nyeupe hazifungwi Shawwal tu jamanini. Siku nyeupe uzuri ziko kila mwezi, ni 3 I think. Tarehe 13, 14 na 15 ya kila mwezi. Na si za kizungu, si date ya kizungu, ni date ya Islamic calendar. Fuatilia hizi siku 3 uwe ukifunga, pia zitakurudisha ukumbuke Ramadhani, ukumbuke wale ambao hawana, ukumbuke manake Ramadhani essentially was siku ati huna chakula unacho, lakini umejirestrict kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii restrictions haikomi hapo. Hizi ukizifunga itakuwa ni bora kwako wewe na kwa kiwiliwili chako. Number 2, tuweza jaribu kuendelea huku kusoma Qur'an. I know for a fact sote Waislamu kwenye mwezi wa Ramadhani tumesoma Qur'ani zaidi kushinda miezi mengine. Haimaanishi basi tena tungoje paka Ramadhani ijayo ya mwakani ambao hatujui tutakuwa ama hatutokuwa. Itakuwa bora ushikilia hata kama mfano ni juzu kila siku. Ikiwa huwezi juzu, shikilia ni kombo moja lile usome. Yani anyhow wewe jilazimisha usome Qur'ani, uwe wahitimisha vile, yani kidogo iwe wahitimisha zaidi. Usingoje paka Ramadhani ndo wahitimisha miswahafu jamanini. Ramadhani ina wivu, ukiwata nayo hukuwata. Utaanza kudodosa ikirudi tena Ramadhani ijayo. So at least mwaka huu ukiisha, iwe at least kwa mwezi umejiwekea umehitimisha mswahafu mmoja. Tusiwate Qur'ani jamanini. Number 3, continue with night prayers. Jamani, ni nani ambaye usiku hakuinuka
kutia dua rabbi inni lima anzalta ilayya min khairi fakira. Nani hajainuka? Tusemeni tu ukweli, each and every one of us tuna kitu tutaka kumuomba Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu hajitur, yani hasikizi watu tu siku za Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala ni Mungu wetu jamanini, ambao ana imani, ni Ar-Rahman, yeye Ar-Rahim, yuwatupenda kutukushinda hata mama zetu walotuzaa jamanini. Sasa tukiinuka na tahajjud huambiwa ni arrow ambao yapiga bull point. Sasa tuinukeni jamanini, tuswali hizi tahajjud, tuswalini witri, tuswalini qiyamul layl, tuziswali kwa atajiwekea once in a week ama once in a month hivi wafanya qiyamul layl. Na ikiwa una haja ya ukweli jamanini, ela usingizi utaupata, na mwenye kusikiza haja zako yuataka kukusikiza, si utainuka umueleze jamani haja zako. Stick to dhikr and dua. Hii ni jamanini, tusisahau zile adhkaru sabah na masaa, zile za asubuhi na jioni, adhkar za ukimaliza swala, adhkar za umeketi tu, yani kutuma yaitwaje salutation to the prophet, kutuma subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim, subhanallah alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, la hawla wala quwwata illa billah, kuna ya rabbi stara, kuna sahli ya rabbi. Tupende kuwa katika waja wa dhikri. Kuna kile kiswa, yule kuna mwanamume alikuwa yeye ni yuwafanya kazi bakery. Sasa katika hiyo kazi yuwafanya, akawa yeye saa zote mashallah yuatia, saa zote yeye yuko kwenye dhikri, yuko kwenye dhikri tu mdomo wake. Mwaijua hii ni kiswa. Kisha kuna imam katika hawa maimamu ambao ni wa Kiislamu wakubwa, sitaki kumtaja jina, nimemsahau, nitawaandikia hapo. Alifungiwa msikiti, safari yake iliharibika, akasema ataenda kulala msikitini, akaambiwa msikiti umefungwa. Hasa kiangalia akaona ni hiyo bakery yake iko wazi. I think ni Imam Ahmad. Akiingia kwenye hiyo bakery, ule mwenye bakery yuamsikia yule mwenye bakery saa zote yuasoma, yani ana dhikri, ulimi wake una dhikri. Akamuuliza, mkuulize wewe, kuna kitu chochote umeomba kwa Mwenyezi Mungu haujapata? Ule akamwambia, mimi alhamdulillah kila niombacho kwa Allah subhanahu wa ta'ala yuanipa, lakini kuna kitu kimoja mimi nimeomba sana lakini sijakipata. Akamuuliza kitu gani? Akamwambia, mimi nimeomba nimuone Imam Ahmad kwenye umri wangu huno, nimuone hata kama mara moja Imam Ahmad. Ule mwanamume Imam Ahmad akaanza kulia, matozi akamtoka. Akamwambia, mimi safari yangu imeharibiwa, nimekosa kulala msikitini kwa ajili ya dua yako. You get? Sasa dhikri ni kitu chingine, ukishikilia dua zako kutakabaliwa ni haraka. Na dua si lazima iwe ungoje certain times, dua beti ya saa zote. Saa nyingine wewe uoni, utanena natamani kitu fulani, kisha siku hiyo umepata, ungetia na dua, Mungu ya Rabbi metamani pepo, kisha metamani kitu fulani. Huwa ni killing two birds with one stone. Sijui tumeelewana? So hujui time gani time ya sajaba, umeelewa? Number 5, prioritize the 5 daily prayers. Ziswali kwa wakati. Hii sijui nitaemphasize mara ngapi. Tujaribu kuswali kwa wakati jamanini. Sisi watu wakubwa si lazima, yani we are not kids anymore ku prove to our parents tumeswali kwa kutia maji kwenye kito na nyele. Sisi tumekuwa watu wakubwa, tuko responsible for our own yani tabia na our own makosa. Tujaribu ni kushikilia hizi swala 5 jamani, it's not a hard thing. Allah yuatuulizia, tujaribuni. Number 6, give regular charities. Ukiona charities, angalia. Ukiona kuna sadaka mtu yuwafanya ya kusaidia mayatima, sadaka ya kusomesha, any sadaka, na sadaka can be as low as 10 bob, hata shilingi 1. Hata ukiona uchafu ndiani ukausafisha, hiyo pia ni sadaka. Tujaribuni kuwa charitable jamanini. Si tungoje Ramadhani paka Ramadhani. Tupende kutoa sadaka, iwe ni katika routine yetu, tujiwekee kama ni every Thursday usiku ama ni Friday asubuhi, wewe utoe jamanini. Waambiwa sadaka ni kinga ya mwanadamu, kinga kubwa hii ni kwa mwanadamu. Number 7, keep good company jamanini. Marafiki wajitegulia wewe mwenyewe. Ikiwa rafiki yako hakuambii swala imefika, hakuambii inuka twende tukaswali, huyo si rafiki. Rafiki wa sawa ni akikuona umefanya makosa yuwakuita kando, Hindu hapa kidogo ni hii mbaya tusifanye. Ama wewe na huyo rafiki kazi nkusengenya tu,
tujaribu kuavoid. Ama wewe rafiki yeye kazi ni ako negative tu, yeye ni kila kitu you complain. Mwenyezi Mungu asema ukishukuru atakuongezea. Sasa why keep a company ambao yeye hu complain tu tangu yua likutwe mpaka lizame, yeye hu complain tu. Kwa nini? Hatana naye. Jaribu ku keep good company ambao yamkumbuka Mola wake every now and then. Number 8, avoid returning to bad habits. Jamanini, sisemi ati mimi ni malaika nishapita sirati, nishaoga, nishakunwa mai ya Kauthar ile river ya jamanini, sote tuna makosa na tujaribu tusirudi kwenye yale makosa ambayo tumemwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atusamehe Ramadhani. Makosa mingi tujaribuni. Manake siwezi kukwambia ati Ramadhani itafanya switch direct to change 180, lakini at least jiweke uko kwenye 60, na Ramadhani si imekufanya umefika paka 90, tuseme hii paka Ramadhani ijayo iwe at least umemake 30 degrees towards 180, ambao ikifika next Ramadan complete or you are a different person. Number 9, keep seeking knowledge. Sasa jamani, ni wangapi tumeangalia series ya Omar Suleiman this Ramadan? Ni mambo mangapi tumelearn from him? Sasa hizi series imagine ziko maustadhi wingi wanao hizi series. Kuna huyu wetu Muhammad Bahero ana series zake, kuna Izdin, yeye Omar Suleiman na Yakini Institute wana series nyingi za Kiislamu. Tujaribuni kulana zaidi kuhusu dini yetu. Tuspende kila kitu sisi ni mshangao. Twashtuka kumbe Uislamu umesema tufanye hivi. Wewe washtuka tu, twashindwa na wale rivets. Mtu utamuona amerivert leo in 1 year, ukimuuliza kwambia yeye amehifadhi nusu ya mswahafu, amejua mambo tele tongo mzima, na wewe umezaliwa kwenye Uislamu, tangu uzaliwe wewe ni Muislamu, lakini knowledge huna. Mbona rivets mtu amekuja na amelana? It means see age is not the matter. Matter ni kutaka na kutokutaka. Ushaona, ukitaka kweli kula knowledge utaipata. So we seek knowledge jamani, and kudos to all rivets ambao watafuta knowledge. Last but not least, make istighfar your habit. Kwa siku jiwekee wafanya istighfar zaidi ya 100. Jaribu ukimkosea mtu uombe msamaha, kwa ajili kuna madhambi baina wewe na Mungu kusamehewa ni rahisi kushinda wewe na binadamu. Mpaka yule binadamu akusamehe, tujaribu kuomba msamaha. Ukiwa umemkosea mtu jaribu uombe. Yani we try to be good people. Na bonus tip mimi nitawapa. Number 1, tushikilieni dhuha jamanini. Ni nzito, lakini waambiwa ukiswali dhuha ni kama sunna, yani sunna umetoa sunna, kivilivili chako chote umetolea sunna. So tushikilieni. Kisha pia waweza ukaandika reflection umepata Ramadhani, ndo kila ukiketi usome, ukizisoma zitakurudisha back to how it felt in Ramadan. Thank you for listening till the end of the show. From your lovely host Hindu Hussein, from your favorite podcast, it's your girl Hindu and other stories. Before I say salute, tutatake break kidogo. We are coming with a series on May. So stay tuned and salute.